Duniani yapo mambo mengi sana ya ajabu, lakini leo namleta kwenu Jose Mujica. Wengi humfahamu kwa jina la Pepe. Yeye aliamua kuweka uraisi kando na maisha yake ya kawaida. Hivyo aliamua kuishi katika hali ya tabaka la chini sana, licha ya kuwa kiongozi mkuu wa nchi ya Uruguay kuanzia mwaka 2010 mpaka mwaka 2015. Jose Mujica, historia ya maisha yake ni ya kusisimua sana, na wachache wenye jicho la tatu hawashtushwi sana na aina ya maisha aliyoamua kuyaishi mara baada ya kushinda kiti cha uraisi mnamo mwaka 2010. Dunia ilimpokea Jose Mujica mnamo tarehe 20 ya mwezi Mei ya mwaka 1935. Kwa bahati mbaya, baba yake mzazi alifariki dunia angali Jose akiwa na umri wa miaka 5 pekee. Hivyo Jose alianza kuishi na wazazi wa mama yake, ambapo nao walikuwa maskini wa kutupwa. Katika hali hiyo ngumu, Mujica aliweza kulelewa vyema, na baada ya kuwa mkubwa hakupendezwa na utawala wa kidikteta uliokuwa nchini mwake. Hivyo akawaza kujiunga na chama cha kijamaa nchini humo, na mara moja akaanza harakati za kutaka kuipindua serikali ili kuleta ukombozi wa nchi ya Uruguay katika miaka 1960 na mwaka 1970. Katika majaribio kadhaa katika kuipindua serikali, Mujica aliangukia pua na kukamatwa na kushikiliwa mateka. Hiyo haikutosha, bali Jose Mujica alifungwa gerezani kwa takriban miaka 13. Katika kifungo chake, bwana Mujica alijaribu kutoroka gerezani kwa zaidi ya mara 10. Na katika historia ya ukombozi wa nchi yake ya Uruguay, Jose Mujica aliwahi kupigwa risasi mara 6, na kwa mpango wa Mwenyezi Mungu hakupoteza maisha. Na katika kizuizi huko gerezani, Mujica alikuwa akiishi katika mazingira magumu sana. Pia alitengwa na kupewa kifungo chake, yani kifungo cha yeye peke yake, kutokana na tabia yake ya kujaribu kutoroka gerezani. Jose Mujica anasema akiwa gerezani, hali hile ilimbadilisha mtazamo wake juu ya maisha ya kawaida na kumpa huruma na moyo wa kuishi na maskini. Japo anasema watu wanashindwa kulitumia vyema neno maskini, yeye anadai maskini ni wale wote ambao kazi yao ni kuishi katika maisha ya gharama, ambayo inawasababisha kufanya kazi sana ili waendelee na maisha hayo ya gharama na kupata zaidi. Na hata baada ya kuwa rais, Jose Mujica ameishi kuwakosoa sana viongozi wa dunia hii na kuambia wana upofu machoni kwao kwa kung'ang'ana na vitu ambavyo havina maslahi kwa watu maskini. Jose Mujica aliachiliwa huru mnamo mwaka 1985, wakati ambao nchi ya Uruguay ilirudi katika uongozi wa kidemokrasia. Na mara baada ya kutoka gerezani, bwana Jose aliendeleza falsafa zake za kutaka kuendelea kuikomboa nchi ya Uruguay. Mnamo mwaka 2009 aliamua kugombea kiti cha uraisi na kufanikiwa kushinda katika kiti hicho na kuongoza nchi ya Uruguay. Baada ya kushinda uraisi, ndipo maarufu wa Jose Mujica ulitawala masikioni mwa watu hapa duniani, kwani alikuwa na maamuzi magumu pamoja na tabia zake zenye mvuto sana. Jose hakuishi kama kiongozi mkuu wa nchi, bali kama mtu wa kawaida kabisa. Kwanza alikuwa ni rais aliyekataa kwenda kuishi Ikulu, ambapo wengi huamini ndio sehemu yenye hadhi kubwa, ulinzi na usalama wa kutosha. Bwana Jose aliamua kwenda kuishi katika nyumba ya mkewe iliyopo huko mashambani kabisa. Aliishi huko na kuendelea kulima matunda, mboga pamoja na upandaji wa maua. Wakati marais wakishindana kuiba na kujirundikia mali, Jose Mujica alitoa 90% ya mshahara wake wote kwa watu maskini. Nguo za Jose Mujica hufuliwa kawaida kabisa na kuanikwa nje kweupe, tena kwa kutumia maji ya kawaida ya kisimani kama raia wa kawaida kabisa. Rais huyo pia alikataa rundo la walinzi huko nyumbani kwake, yani mabodyguard, bali aliteua askari 2 pekee pamoja na mbwa ili kusaidia kuweka ulinzi wa dharura nyumbani kwake. Huko katika nyumba aliyokuwa akiishi Jose kulikuwa na mazingira magumu sana, ikiwemo barabara mbovu na ni nje kidogo ya mji wa Montevideo. Huko nyumbani mara nyingi Jose na mkewe huishi kulima na kupanda,
miti pamoja na kuotesha maua. Unaweza ukamuita Jose ya kuwa hajitambui au labda karogwa, lakini Jose ni mtu mwenye akili zake timamu, na mara nyingi anasema hayo ndio maisha aliyoyachagua yeye mwenyewe na hujivunia kuishi hivyo hivyo bila shida yoyote ile. Ikumbukwe hata kabla ya kuwa rais, kipindi wakiwa katika kikundi cha kigaidi, walikuwa wakivamia mabenki na kupora pesa nyingi sana, kisha kuzigawa pesa hizo kwa familia za watu maskini. Huyu ni rais anayedaiwa kuwa na matumizi madogo kuliko marais wote kwa mwezi, yaani matumizi yake hayazidi kiasi cha shilingi milioni 1.4 za Kitanzania kwa mwezi mzima. Na jarida maarufu la Forbes lilimuorodhesha rais huyu kama kiongozi wa kisiasa mwenye jumla ya utajiri wa shilingi milioni 3 pekee za Kitanzania na kuwa rais maskini zaidi kuliko wote duniani kote. Gari analotumia rais huyu lilitengenezwa mnamo mwaka 1987 aina ya Volkswagen Beetle, ambayo ni gari ya kizamani na ni gari ya kipato cha chini sana. Hii ni gari yenye thamani ya gharama ya chini isiyozidi shilingi milioni 5 za Kitanzania. Yaani hiyo ndio gari ya rais Jose, rais wa Uruguay. Huyu ni rais aliyesema hatochukua malipo yoyote yale ya uzeeni tangu aanze kuhudumu kama seneti, na pesa hizo alizohudumu ni vyema wapewe watu maskini ili wajikwamue kiuchumi. Hayo ni maneno ya bwana mkubwa Jose Mujica kipindi amestaafu katika ngazi ya useneta. Vyanzo mbalimbali humsifia sana Jose kutokana na uhalisia wa maisha yake anayoishi. Mujica ni rais mwenye maneno ya ucheshi sana. Kwa upande mwingine, amekuwa akipanga foleni hospitali kama raia wa kawaida kabisa ili apate kumuona daktari. Jose Mujica ni shabiki mkubwa sana wa soka. Hata unakumbuka lile tukio la Luis Suarez kumng'ata Chiellini wa Italia kwenye kombe la dunia mwaka 2014. Jose Mujica alitoka waziwazi kumtetea Luis Suarez. Pia alimzawadia nyumba baada ya kudaka shuti la Kenneth Asamoah wa Ghana ambalo mpaka leo wa Afrika huwa wanaliota kucha kutwa. Kuna mtu akisema yeye ni rais wa wanyonge, hauhitaji muda mwingi zaidi kukubaliana naye. Jose Mujica ni moja kati ya viongozi wachache zaidi wenye upekee wa kutojikweza kwenye nafasi aliyoshika kama kiongozi mkubwa sana wa nchi ya Uruguay. Jose Mujica ni rais aliyehalalisha kilimo cha bangi nchini kwake, na katika wiki hiyo ndipo alikataa jina la rais maskini na rais fukara wa dunia. Huyu ni mtawala anayeongoza kwa mifano kabisa, mifano hai katika dunia ya sasa yenye majivuno, yenye anasa, starehe na vitu vichafu vingi sana. Aliwahi kusema maisha aliyochagua kuishi ni matokeo ya maumivu aliyopitia katika maisha yake. Mbwa anayemlinda rais huyo ana maajabu yake, kwani mbwa huyo ni mbwa mwenye miguu mitatu, yani 3-legged dog aliyemuita Manuela. Jose Mujica ni rais nadhifu sana na mtanashati mno, japo mara zote huvaa nguo za mtumba. Yaani huko nchi ya Uruguay ndio nchi pekee inayotoa elimu ya kompyuta bure kwa kila mtoto anapozaliwa. Mwaka 2012 bwana Mujica alitoa amri huko katika hekalu la ikulu ya Uruguay kwamba hekalu hilo litumike kama nyumba ya kulea na kuwalinda maskini wasio na sehemu za kuishi, na mwaka 2013 ndipo akaamua na kuruhusu sheria ya kulima, kuuza na matumizi ya bangi nchini humo. Ni wangapi wanaweza wakawa wanaendana na Jose Mujica katika historia ya dunia ya sasa? Unaweza ukanitajia ni rais gani ambaye unafikiri alikuwa na mienendo kama ya bwana mkubwa Jose wa huko Uruguay? Mimi hapa naweka nukta. Jina langu ni Jose T. Smile, mzee wa Penta City Tunorio, mzee wa jicho la upendo na producer wa simulizi hii kali anaitwa Ipyana TZ. Usikose kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kule Instagram, lakini YouTube mimi natumia jina la jicho la upendo. Pia utanipata katika ukurasa wangu wa TikTok. Endelea kutufuatilia. Naweka nukta. See you at another time.